ndo Yanga. Hii ndo Yanga. Mtazamaji wa Wakali wa Mzinga TV, tuko kwenye tawi la Wakali wa Mzinga hapa maeneo ya Kongoe. Bwana, mambo vipi? Bwana, kwa poa, niambie Mola mwenyewe. Afisa habari wa tawi la Wakali wa Mzinga. Salumu Chamunda. Mambo anasemaje? Bwana, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu pia kwako ndugu yangu. Nimekuona jana kwenye paredi la wananchi. Yes, nimeona mkiwakilisha vyema kabisa. Ni kweli kabisa, ni kweli. Baada ya sekeseke, baada ya mapambano ya muda mrefu ya kuliwania na kulisaka taji la ligi kuu ya NBC Tanzania bara, mkalipata pale Meja Isamuhyo, lakini hatimaye kwa siku ya jana ilikuwa ni siku ya parade special kabisa, kuwapongeza wananchi, kuwapongeza wachezaji na kujifariji nyinyi wenyewe kupitia kile mlichokipata kuanzia mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Dar es Salaam katika bonge moja la parade. Kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu kutuweka katika misimu yote mitano kuwa salama kushuhudia maparedi ya Yanga Afrika ambayo yatuletea furaha ndani ya klabu yetu, kwa sababu viongozi wetu walibuni kitu kizuri sana kwenye msimu ambao wa kwanza kuchukua ubingwa baada ya kupotea katika miaka minne. Ni kitu ambacho sisi wana Yanga kimetuletea burudani, kimetuletea furaha. Wakati tunafungua msimu kwa ngao ya hisani, tunafunga kwa paredi. Ni kitu ambavyo viongozi wetu walikaa na wakabuni kitu kizuri. Sisi kama Yanga tunashukuru Mwenyezi Mungu kuchukua kombe la NBC mara 5, sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa sana. Ni kitu ambacho kila mpenda mpira, kila viongozi wa mpira wanakihitaji kile kitu ukipata. Lakini mwisho wa siku viongozi wa Yanga walipambana, wachezaji, mashabiki, tulipambana kwa pamoja katika msimu wa 25 26. Yanga tumekuwa mabingwa, tumekwenda kufanya paredi kubwa kabisa la kihistoria. Kwa hiyo ni sifie management ya Yanga, idara ya habari, wanajua kupangilia vitu ambavyo hata kwenye muonekano wa mtu unajua kwamba kabisa nchi inafanya kitu. Haifanyi vitu kwa kurupuka, ambavyo vitu vinafanywa kwa mpangilio. Nina imani viongozi walijua moja kwa moja kwamba huu msimu tunabeba kombe. Kwa sababu maandalizi yale sina imani kama alikuwa maandalizi ya zimamoto. Hayakaa ni maandalizi ambayo huku tunacheza ligi huku, lakini viongozi wetu wanaandaa kutupa burudani. Tumshukuru Mwenyezi Mungu alichotupa, tunajipanga na msimu ujao. Wakati tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho mmekipata na tumeona kabisa mwenendo wa ligi ilipoisha, na siku hiyo hiyo ya jana kulikuwa kuna mchezo ambao ukawa unaendelea majira ya saa 11 jioni, ilikuwa mishale kama hii, ukatamatika majira ya saa 12 saa 1 kasoro. Mtani wenu Simba Sports Club na yeye akafanikiwa kutoa kombe la CRDB. Haya ni mashindano ya FA, na hatimaye leo tukaona paredi kubwa kabisa limefanyika. Mpangilio wake wa paredi yametangazwa, yale magari zile iliza za Jailuti tumeziona. Nyinyi wana Yanga, paredi imepita pale Jangwani. Natoka na kauli moja tunasema bubu kasema kwa uchungu wa mwanawe. Hii inatoka kutoka kwenye upande wa Azam kupitia Rais wa klabu au mmiliki wa timu, amekuja kutoka mbele na kuja kuongea kile ambacho yeye amekiona sio sahihi kwake. Tulikuwa tunasema Azamu na Simba ni ndugu, lakini bubu kasema kwa uchungu wa mwanawe. Finali tumeiona, lakini katika finali ambayo tumeiona, ambayo finali ilikuwa mbovu katika misimu yote ambayo Yanga Afrika imekuwa mabingwa, ni finali ya jana. Kwa sababu finali inaonyesha moja kwa moja bingwa alikuwa ameshaandaliwa. Ukiona hata matukio ya mwamuzi alifari wakati alikuwa anapiga filimbi upande mmoja. Hatukatai mwamuzi ana makosa, lakini kwa makosa yale ambayo jana unaona moja kwa moja kwamba mwamuzi ana maelekezo yake. Ukiangalia faulu ambayo imefanywa Mutambala bora nje ya 18, baada ya kutoa faulu nje ya 18, baadaye akatoa kadi ya njano. Unakuta unamuona kama Libase anamvuta Faisal kutoka mita kibao mpaka Faisal anapanic, anapigana ngumi. Unaona moja kwa moja finali ambayo iliandaliwa. Unataka kujua ile finali iliandaliwa, angalia baada ya Simba kumaliza wale mchezo, msemaji wao alisema nini? Baada ya mchezo kuisha, anapanga paredi kutoka njia moja kwenda njia nyingine. Na maana ni kitu ambacho kimeandaliwa. Upande wa paredi mimi nasema yale maonyesho ile kama sawa maonyesho, wamekuja kuonyesha magari yao. Hakuna paredi mtu anapanda kwenye gari ndogo, ile sio paredi. Tunaona Ulaya hata Liverpool akichukua bingwa, Manchester, Madrid, wanakaa wachezaji juu ya gari wanapungia. Lakini kwa sababu nasema aliyokuwa na njaa muache akipata kidogo ashangilie kila alichokipata. Tumeona Simba alikuwa na ugumu wa makombe, kwa hiyo alichokipata kila amekiona kikubwa sana. Na uta mtu ambaye mwanzo alikuwa tajiri, baadaye akaanza kula tembele. Baada ya tembele akipata tena nyama lazima asherekee. Kiukweli wamejaribu kubuni, lakini ubunifu wao bado. Mimi narudi pale pale, viongozi wa idara ya habari ya Yanga na uongozi wetu wa klabu ya Yanga unajua kuandaa majambo yanakwenda kwenye ubora wake.
Ukaangalia hata kwenye ile habari Yanga kuna watu ambao wamechangamka. Wewe ukiangalia Simba ni kama watu wamekutana wanachama wa chama fulani, twende tuongozane tutembee, ndio wanatembea. Ni kama maandamano ya kutembea. Lakini kwenye paredi sijaona kwenye paredi. Hakuna paredi ambayo halina mwanzo ikashindwa kuwa na mwisho. Haya, paredi inatoka uwanja wa ndege, inakuja klabu ya Yanga inaenda Msimbazi. Baada ya Msimbazi wanakwenda kusherehekea wapi? Wanakwenda huko beach. Tulipoacha sisi, yaani sisi Yanga Afrika tuko mbali. Na Mwenyezi Mungu alitujalia wazee wetu ambao wametangulia kwenye dunia kubuni kupata eneo la uwanja ambalo tunafanya vitu vyetu tukiwa mjini. Hasa leo paredi tunatoka ndani kwenda ameenda huko beach. Kwa beach kule tunafanya unakuta Yanga, unakuta timu zingine kule, lakini ukija Yanga Afrika unatukuta Yanga wenyewe. Mimi nasema hakuna kitu kibaya klabu kama ya Simba kukosa kombe la ligi ya nchi hii ndani ya mara 5 mfululizo. Yaani zile ndo asira. Sasa mtu umekula mbaazi, tumbo limejaa, unajamba, gesi ndio inatoka hapa. Maana yake umevimbilwa. Wale walivimbilwa kwa sababu ni timu ambayo ilikaa misimu 5. Alafu kaangalia ile makombe yote alikuwa anachukua mtu aina hii, mtu aina moja. Ina maana kwamba alikuwa anaumia na kila kitu. Kwa nini makombe yote ya nchi hii anachukua Yanga Afrika? Ikiwa sisi tupo. Tukacheza vibaya na Zamba mbaya akachukua wakatutoa sisi ubingwa wameenda uchukua wao, lakini ilikuwa na imani kwa viongozi wa Simba walikaa na donge ambayo lilikuwa kubwa sana tumboni kwao. Hatimaye jana limewatoka ndio kidogo unaona watu wanapumua, yaani kama wamekuwa lazima kualisha. Bwana, shukrani sana. Asante sana.